Mateso, mateso, mateso ya ndoa. Yaani hapa shemeji, mimi sielewi. Dada hali yake ya mwanzo imerudi tena. Yaani sasa hivi iko serious, yaani amezidiwa shemeji mimi. Hapa nimekufuata tu twende tumpeleke hata hospitali. Mfanya hivi, umenielewa? Nenda kwanza nyumbani muandae, ili mimi nikifika pale nyumbani tunampeleka moja kwa moja hospitali. Sasa hivi inabidi kwanza niongee na boss. Unajua maeneo ya kazi haya na muda bado hujawa kutoka. Kwa lazima kwanza niongee na boss nimueleweshe, anipe chochote kitu. Basi sawa shemeji, basi fanya haraka. Si unajua mimi namtegemea dada. Shemeji, mimi nishakuelewa. Wewe hapo unavyokaa hapo unachelewesha muda. Nenda muandae. Mimi naenda kuongea na boss sasa hivi, mimi nakuja muandae. Basi sawa, fanya haraka shemeji. Wai. Hii alitendelea mpaka lini? Sio mara moja, wala sio mara mbili, na wala sio mara tatu. Kila siku nazungumza, kwa nini unashindwa kunielewa? Alafu sasa najaribu kuzungumza na kiungo ambacho Mwenyezi Mungu amenipa kwa sababu ya kuhakikisha natoa sauti na ili uweze kunielewa, lakini unashindwa kunielewa. Sijui unataka nizungumze na kitu ambacho labda hakiwezi kuzungumza, ndio unataka nizungumze nacho mimi Mara ngapi nakwambia kuhusu kupokea simu yangu? Naomba unisamehe Manyuka mpenzi wangu. Sikuwa najua kama ni yeye anapiga. Kila siku naongea. Fanya vitu vyote basi, achana na masuala ya kupokea simu yangu. Wewe umekuwa ndio jambo ambalo unashindwa kulielewa, kila siku unapenda kushika simu yangu. Hivi ni wanawake wangapi au ni mwanamke gani ambaye ana akili kama ya kwako wewe? Mwanamke ambaye unaambiwa hichi acha, ndio unakingangania. Unataka labda mimi nifanyeje labda ndio unielewe? Kwenye haya maisha, mahusiano mengi au ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu masuala ya kushikiana simu. Yaani kwenye maisha ya mahusiano, epuka sana kushika simu ya mpenzi wako. Ni zaidi ya bomu la nyuklia lile. Lakini wewe umekuwa unapenda kuisogeza kwenye ayas. Umeona nini ambacho kimetokea? Manyuka, nakuwa pia haitajirudia tena. Yaani mimi nashindwa kuelewa mwanamke ambaye unamwambia hichi acha, yeye ndo anakiona kitu kina umuhimu kwenye maisha yake. Anapenda kukingangania. Haya sasa. Na labda nikwambie. Yaani tokea nimekuchukua wewe kukuleta kwenye maisha yangu, umekuwa ni changamoto kubwa sana. Na umekuwa ni mtu ambaye wa kunididimiza. Mimi nilitegemea nimechukua mwanamke ambaye anaweza kunisaidia, anaweza kuleta chachu. Unajua mwanamke na mwanaume wanapokuwa nyota zao zimeendana, basi hata mafanikio yao yanabadilika. Lakini wewe tokea nimekuleta kwenye hii nyumba, umekuwa mtu ambaye unasababisha michongo yangu haiendi, kazi zangu haziendi, madili yangu hayafunguki. Kwa kifupi tu, wewe ni mwanamke ambaye umeleta nyota ya umaskini kwenye nyumba yangu. Sasa basi, kuhusu juu ya hili ambalo limejitokeza, mimi kwa sasa hivi nimeamua kuwa single. Sihitaji tena kuwa na mahusiano. Hapana Manyuka. Usifike huko please, nakuomba. Kama nimekukosea nakuomba unisamehe. Nipo tayari uniambie chochote kile nitafanya, leo please. Nyanyuka. Sikiza nikwambie. Na hili swali likuingie kwenye akili yako na unielewe. Kwa sasa sihitaji kuwa mimi ni mume wako. Ninachokitaka wewe uende kwenu. Na unaona hichi kizingiti cha mlango hichi, sihitaji ukivuke. Kama ulivyotoka sasa hivi nje, hata vitu vyako na vitoa hapa nje, unaondokea hapa. Hapana Manyuka mpenzi wangu. Mimi nipo tayari unipe adhabu yoyote. Sitoshika tena simu yako. Lakini tafadhali usinifukuze. Ona, unaponifukuza ninaenda wapi? Kakangu mwenyewe ana chumba kimoja. Kazi yake yenyewe ya kuungaunga. Nakuomba Manyuka. Yule ni ndugu yako, hawezi kukuacha. Naelewa. Ila mimi ni mume wako, naweza kukuacha na ningeweza katafuta mwanamke mwingine wa kuishi naye hapa ndani. Umesikia? Na nisikilize kwa makini sana. Ukiona nimerudi kutoka kwenye mizunguko yangu, nataka nikute kufuli na ning'inia hapa mlangoni. Mateso,
mateso, mateso ya ndoa, mateso ya ndoa, mateso ya ndoa. Samahani bosi wangu. Vipi? Mimi nimekuita hapa bosi, kuna tatizo limetokea. Mpaka nimeshindwa kuendelea na kazi pale. Bosi wangu, shemeji yangu amekuja pale na ananiambia hali ya mke wangu imerudi tena. Na kama unavyojua hali ikitokea gari lazima nimpeleke hospitali. Kwa bosi, mimi nimekuja hapa ili unisaidie kiasi fulani cha fedha, ili niende kumsaidia mke wangu. Alafu hii hali ikipita, mimi nitarudisha hiyo hela. Zebanga, wewe unajua pale ofisini kuna mashine inatakiwa kununuliwa. Na sasa hivi unajua kabisa mimi sina pesa. Sina pesa kabisa. Na nikisema nikupe hiyo pesa, mimi nitatoa wapi pesa nyingine? Lakini bosi, unaniazima tu, akiwa sawa mimi narudisha hiyo hela. Hata naweza nikawa nafanya kazi unanikata huko. Nisikilize. Hebu jaribu kuongea na wenzio pale. Wanaweza kukusaidia. Au ukatafuta hata mtu yoyote hapa mtaani, ukamkopa afu utamrudishia. Asa mimi uchumi wangu umeshuka sana Zebanga. Usimuona pale ofisini? Pale kuna watu pia natakiwa niwafukuze. Sina pesa ya kulipa watu wote pale. Sina Zebanga. Sawa, asante bosi. Safari lazima uteseke sana. Nani anabeba maumivu? Dada, uone hali yako inazidi kuwa mbaya. Na kwa nini usimwambie shemeji ajue kila kitu kuhusu wewe? Na unadhani utakaa na hii siri mpaka lini? Ni bora ukamwambia ukweli, mjue nyewe mnaishije. Kama mtoto mdogo wangu, unajua kiasi gani nampenda Zebanga. Ni bora mimi nife ili ibaki kuwa siri. Naogopa kumwambia ukweli, maana najua nitamuumiza sana. Lakini dada, siku zote ukweli umweka mtu huru. Ni bora ukamwambia ukweli ili muwe huru na mambo yenu. Kama mtoto usinipande kichwani. Naomba uachane kabisa na haya mambo. Muda ukifika mimi nitamwambia ukweli. Nadhani utakuwa umenielewa. Basi nimekuelewa dada. Ngoja nikuandae basi twende hospitali. Yaani hivi. Mweza kwa sasa hivi maisha ambayo unayapitia. Yaani mpaka nimechoka. Yaani mwanaume haeleweki. Haoneshi kama ananihitaji. Inafikia hatua mimi ninapigwa kwa sababu tu ya kushika simu yake. Yaani ifikia hatua kwamba ana mwanamke wake na mimi eti nijue kwamba ni yule na mwanamke wake. Ni mheshimu huyo mwanamke wake wa nje. Yaani heshimu yeye kwamba kile anachokifanya ni kipo sahihi. Eti hata akipiga simu niangalie tu hivi, nikipokea napigwa. Nikipigwa ambacho kana kwamba sijui nimeiba. Hivi nimechoka. Kusema ukweli ifi yangu, hata kiupande wangu tukisema tuongelee wanaume, hata kako naye ana madhaifu yake. Wewe kubwa nachokuomba vumilia tu. Wewe unasema tu wewe. Lakini sidhani kama kuna mwanamke ambaye anaweza kumvumilia mwanaume wangu. Sasa kama usipomwonea wivu mwanaume wako muonee nani? Mimi yani nikifanya kosa kidogo nikipigwa. Nikisema nimshauri hiki mume wangu hanisikilizi. Yaani palipofikia natamani nibebe mizigo nirudi nyumbani. Lakini nikija nikiangalia hali yenyewe huyo kaka mwenyewe ndo nazidi kuchoka mimi. Cha kushauri tu, wewe kaza. Ukiona maji yamekufika shingoni, rudi nyumbani.
muda wote na saa yote. Hapa ni kama nyumbani kwako tu. Wewe haiwezekani wewe mwanaume anasema anakupenda, kila siku anakupiga, anakunyanyasa, unalala kwenye ndoa yako kisa michepuko. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Wewe ukiona mambo yamekuwa magumu, rudi nyumbani. Siku zote mwanaume anayekupenda lazima akunyenyekee. Na ukiona akunyenyekee, ujue kabisa huyo hakupendi. Sijui. Vipi nawe kuhusu mwili wako, unaendeleaje? Bado siko sawa kabisa wifi yangu. Wifi. Na nyinyi mmezidi kung'ang'ania upande mmoja. Mimi mara kibao nawaambia, jamani nendeni upande mwingine. Na maanisha hata kwa waganga wa kienyeji, nendeni. Huenda tatizo ni la huku, nyinyi mnalipeleka huko. Linazidi kukomaa hilo. Uchawi upo wifi yangu. Bila wifi bwana. Ningekuwa upande wa pili inawezekana. Wewe ungemtuliza kwanza huyo mmeo. Kwa matatizo yangu mimi na yako kwa yanafanana. Shemeji. Mimi kabla tunaenda hospitali kuna kitu nataka nikwambie. Sawa, lakini vipi? Ushamwandaa? Sio inabidi tukimbie hospitali. Dada yuko sawa. Lakini dada, yani dada yangu mimi. Si unajua yule ni dada yangu. Najua shemeji yangu. Yule dada yangu mimi namjua, yani ninamfahamu sana. Lakini shemeji, moja kwa moja shemeji. Usiwe na pressure la jaziba, nielezee, niambie ukweli. Usiwe na shida shemeji yangu, sawa? Kama kuna jambo lolote kuwa free, wewe niambie, mimi si shemeji yako. Yani mateso ya ndoa. Mateso ya ndoa. Nani analia usiku? Mioyo iliyovunjika. Nani anabeba maumivu?